Katika muktadha wa siasa za Afrika Mashariki na hasa Tanzania, jina la Tundu Antiphas Mugwai Lissu linajitokeza kwa ujasiri, weledi na udhubutu. Akiwa mwanasheria mashuhuri, mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanasiasa mwenye msimamo usiotetereka, Tundu Lissu amekuwa sauti isiyonyamazishwa katika kipindi ambacho ukosoaji wa mamlaka umekuwa sawa na uasi. Harakati zake zimechochea mijadala mikubwa kuhusu demokrasia, utawala wa sheria, uhuru wa kujieleza na nafasi ya upinzani katika jamii ya kidemokrasia. Makala haya yanalenga kuchambua maisha, fikra, harakati na athari za kisiasa na kijamii za Tundu Lissu, tukitazama mchango wake katika mchakato wa kujenga Tanzania inayojali haki, usawa na misingi ya kikatiba. Tundu Lissu alizaliwa mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Singida, Tanzania. Alikulia katika familia ya kawaida lakini yenye misingi ya maadili ya Kikristo na elimu. Baba yake alikuwa mtumishi wa umma, hali iliyomweka Lissu karibu na taasisi za dola tangu utotoni. Alisomea shule ya msingi na baadaye sekondari katika shule za mkoa wa Singida, ambako alionyesha kipaji cha kipekee katika masomo ya jamii na lugha. Baada ya kuhitimu kidato cha 6, alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo alisomea sheria na kuhitimu shahada ya kwanza ya sheria. Baadaye alisomea shahada ya uzamili katika vyuo mbalimbali duniani ikiwemo nchini Ubelgiji na Marekani. Uwezo wake wa kitaaluma ulijipambanua kupitia machapisho ya kitaaluma, mihadhara na ushiriki wake katika midahalo ya kijamii. Baada ya kuhitimu, Tundu Lissu alijiunga na mashirika ya kiraia kama vile Lawyers Environment Action Team na Legal and Human Rights Center. Kupitia mashirika haya, alijikita katika utetezi wa haki za binadamu, uhifadhi wa mazingira na uwajibikaji wa serikali katika masuala ya rasilimali. Alihusika na kesi kadhaa zinazohusu migogoro ya ardhi kati ya wananchi na wawekezaji wakubwa, hasa katika sekta za madini na gesi. Alikosoa mikataba mibovu inayotoa upendeleo kwa wawekezaji wa kigeni dhidi ya wananchi wa kawaida. Katika midahalo ya kitaifa, alihisi serikali kuwa na mkataba wa wazi wa kijamii baina ya dola na raia. Harakati zake zilianza kupata upinzani kutoka kwa mamlaka, hasa pale alipokuwa akishirikiana na wanaharakati wa kimataifa kukosoa sera za serikali ya Tanzania kuhusu madini, hifadhi na matumizi ya rasilimali asilia. Hili lilimuandaa kwa hatua ya kuingia siasa za vyama. Mwaka 2010, Tundu Lissu aligombea ubunge kupitia chama cha Chadema katika jimbo la Singida Mashariki na kushinda uchaguzi huo. Alipoingia bungeni, alijitokeza kama mmoja wa wabunge mashuhuri wenye uelewa wa hali ya juu kuhusu sheria, katiba na kanuni za bunge. Hali hii ilimfanya awe sauti ya kipekee ya upinzani. Katika kipindi chake cha kwanza bungeni, alikosoa kwa ufasaha mwenendo wa serikali katika utoaji wa zabuni, matumizi ya fedha za umma na ukosefu wa uwajibikaji wa watendaji wa serikali. Alikuwa mstari wa mbele kuibua hoja nzito kuhusu mikataba ya gesi na madini, akihimiza taifa kuangalia maslahi ya wananchi badala ya maslahi ya wawekezaji. Aliendelea kuchaguliwa hadi mwaka 2015 na kuwa miongoni mwa viongozi wa juu wa Chadema. Uhodari wake ulimfanya ateuliwe kuwa mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Mnamo mwaka 2017, mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yalianza kubadilika kwa kasi. Serikali ya awamu ya 5 nchini ya Rais John Pombe Magufuli ilijipambanua kwa msimamo wa kiutendaji na ukali wa kiutawala. Wapinzani waliwekwa chini ya uangalizi mkali, vyombo vya habari vilianza kukumbana na vizuizi na uhuru wa kujieleza ulianza kufifia. Tundu Lissu, akiwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa serikali, alianza kukamatwa mara kwa mara kwa madai ya kutoa kauli za uchochezi. Aliwahi kukamatwa zaidi ya mara 10 ndani ya mwaka mmoja. Moja ya mashtaka yaliyomkabili ni ya uhaini, akidaiwa kutoa matamshi yaliyoashiria kusababisha uasi dhidi ya serikali halali. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliowasilishwa waziwazi mahakamani kudhibitisha madai hayo. Mashtaka haya ya uhaini yalichukuliwa na wengi kama mbinu za kisiasa za kumzima. Watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi walilaani hatua hizo na kuitaka serikali kuheshimu misingi ya kidemokrasia na uhuru wa kisiasa. Mnamo tarehe 7 Septemba mwaka 2017, Tundu Lissu alipigwa risasi zaidi ya 16 nje ya makazi yake mjini Dodoma baada ya kutoka katika shughuli za bunge. Tukio hilo lilitetemesha taifa na dunia kwa ujumla. Alipelekwa hospitali ya mkoa kabla ya kuhamishwa hadi Nairobi, Kenya kwa matibabu ya dharura, kisha alihamishwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Jaribio hilo la mauaji lilichukuliwa kama shambulizi la kisiasa dhidi ya sauti ya upinzani. Hadi leo, hakuna uchunguzi ulio wazi ambao umetoa majibu ya kina kuhusu wahusika wa tukio hilo. Tukio hilo lilizua maswali kuhusu hali ya usalama wa viongozi wa upinzani
na nafasi ya uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Baada ya kupona kiasi fulani, Tundu Lissu alilazimika kuendelea kuishi uhamishoni nchini Ubelgiji kwa takriban miaka mitatu. Akiwa huko hakunyamaza. Alizidi kutoa hotuba, kufanya mahojiano na kushiriki midahalo ya kimataifa akieleza hali halisi ya kisiasa nchini Tanzania. Aliweka wazi kuwa bado ana dhamira ya kurejea na kuendelea na mapambano ya kisiasa. Lissu alishirikiana na mashirika ya kimataifa, mabalozi na taasisi za kidiplomasia kueleza jinsi Tanzania inavyoelekea kupoteza misingi ya kidemokrasia. Alijijengea heshima kama mwanasiasa anayesimamia haki kwa gharama yoyote. Mwaka 2020, licha ya hofu na vitisho, Tundu Lissu alitangaza kurejea Tanzania kwa ajili ya kugombea urais kupitia Chadema. Mapokezi yake yalikuwa ya kihistoria. Maelfu ya watu walimlaki katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Ilikuwa ni ishara kuwa bado alikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii. Katika kampeni zake alihubiri kuhusu uhuru wa taasisi, mapambano dhidi ya rushwa, usawa wa kijinsia na umuhimu wa katiba mpya. Hata hivyo, uchaguzi wa mwaka huo ulifanyika katika mazingira tata yaliyokumbwa na shutuma za udanganyifu, ukandamizaji wa wapinzani na ukosefu wa wazi. Baada ya uchaguzi, Tundu Lissu alilazimika kuondoka nchini tena akihofia usalama wake. Lissu amekuwa akisisitiza kuwa Tanzania haiwezi kuendelea kama taifa pasipokuwa na mfumo thabiti wa kikatiba, uwazi wa uongozi na haki sawa kwa wote. Falsafa yake ya kisiasa inajengwa juu ya misingi ya usawa, uhuru wa kujieleza, haki za kiraia na mamlaka ya wananchi katika maamuzi ya kitaifa. Licha ya changamoto, Tundu Lissu ameacha alama kubwa katika siasa za Tanzania na Afrika Mashariki. Wapo waliomwona kama mchochezi, lakini kwa wengi ni shujaa wa demokrasia. Harakati zake zimewasha moto wa mabadiliko na kutoa motisha kwa kizazi kipya cha wanasiasa. Tundu ni zaidi ya mwanasiasa, ni alama ya udhubutu na sauti ya wale wasiokuwa na sauti. Safari yake bado inaendelea na historia itamhukumu kulingana na wema na mapambo yake. Tanzania na Afrika kwa ujumla wanahitaji watu wa aina hii, wasiogopa kusema ukweli mbele ya mabovu, wanaotanguliza haki mbele ya maslahi binafsi.